Tumwimbie Bwana sasa katika uzuri wa utakatifu. Tumwimbie Bwana katika uzuri wa utakatifu. Ufikiri kwa nini anasema Daudi anasema tumwimbie katika uzuri wa utakatifu? Uzuri na utakatifu. Watu wakisha kuwa na maadili, ndipo ambapo watamwimbia Bwana katika uzuri. Ukiunganisha na karama walizopewa, zitafanya kazi vizuri. Sasa tuimbeje? Tunapokuwa katika kusanyiko, praise team, ninyi mna dhamana kubwa, mmebeba umati wa watu. Wengine mna mamia, wengine mna makumi, wengine mna maelfu ndani ya makanisa, lakini watu wanaishia tu kukodoa macho. Praise wanajifundisha nyimbo, wanaiga manyimbo ya kutoka South Africa, mitindo ya Nigeria, mitindo ya Kiamerika. Wakiangalia kwenye TV wa Amerika wanasifu vipi, wa South wa nini, na wenyewe wanayaleta yale yale. Moja ya kigezo cha kwanza tunaposifu ndani ya kusanyiko, tunatakiwa kukizingatia ni huo wimbo mnaoimba uweze kuimbwa na kila mmoja aliye katika kusanyiko. Sasa hizi mara zunguka fanya hivi nini, alafu nyimbo zenyewe zimechanganywa tu, mara zipande mara ziduke, yani ni ile tu we are enjoying, tuna enjoy tu mwili bila kugusa roho. Maana mtu anatakiwa ashiriki, aimbe kwa kinywa chake. Akisha imba kwa kinywa chake atapokea nguvu. Lakini pia huo wimbo tunaoimba, sisi tunaoimba lazima tubebe nguvu. Ile nguvu itakuwa transformed, itatoka ikaguse moyo wa mwingine. Na tuimbe katika uzuri wa utakatifu, tuweze kulikusanya kusanyiko, tuweze kuliita kusanyiko, na tuimbe nyimbo katika nakshi ya kiroho. Watu wadake fire, wapate nguvu, wafurike, kama tulivyoona katika Nyakati wa Pili sura ya 5:13 na 14. Wapiga vinanda walivyopiga, wale walio na matarumbeta wakayapiga, walio na vinubi, wanaopiga ngoma, watu wakaimba. Nyumba ya Mungu ilijawa na utukufu wa Bwana. Wingu lilishuka, Mungu alishuka akahudumia watu. Walio na mapepo wanadondoka, walio na majini yanatoweka. Hakutakuwa na kazi ngumu ya kuanza kuombea kama leo tunavyofanya. Kila mara ni toka kwa jina la Yesu, toka, achia maisha yake. Huyo mtu anakuja na Jumapili inayofuata huyo tena na mapepo, anakuja tena huyo ana majini, huyo tena anakuja na no. Tukisifu vizuri katika nakshi ya kiroho, create atmosphere, tukatengeneza wingu la utukufu katikati ya kusanyiko, ile nguvu ya Bwana itahudumia watu.
Mungu mwenyewe atashuka, atagusa kusanyiko, ataenda anagusa anayeumwa mgongo, mtamaliza kusifu amepona. Anayeumwa mafua, mtamaliza kusifu amepona. Tutakutana shuhuda za watu, nilikuwa sina amani, nina amani. Ameguswa, nguvu ya Mungu itawagusa. Hautasema tena pokea, pokea, pokea nguvu. Watadondoka wenyewe, maana wamekutana na nguvu, wamekutana na upako, wamekutana na uweza, wamekutana na utukufu wa yu utokao juu. Wingu limetengenezwa kutokana na praise and worship team, kutokana na waimbaji. Leo no chozi, hakuna watu vileo, hakuna bubujiko, hakuna shangwe na vikelele za kiroho zilizoangusha ukuta wa Babeli, ukuta wa Yeriko. Hakuna, mpaka watu tuwaambie akalulu, akalulu, jamani piga makofi na vigelegele. Wakiguso watapiga kelele wenyewe, watashangilia wenyewe, watapeperusha vitambaa wenyewe, watadondoka wenyewe, wataamka wenyewe, wataendelea tena kusifu, watakaa chini, atatembelea magoti, atalala kifudifudi. Mwenye kulala chali atalala, mwenye kujiviringisha kama tairi atajiviringisha, mwenye kukro atakro. Kila maana nakshi uzuri wa kiroho umeingia. Mungu ameachilia uweza wake, wingu lake liko mahali pale. Ndipo sasa unaona watu wameguswa, wameguswa na ile nguvu. Na hata Mungu amekuwa tayari, mwenye kanisa lake Roho Mtakatifu ameshahudumia. Leo makanisa mengine sifa ile wanaimba kwaya hii naingia kwaya hii, haya tunaanza bendi ya nani sijui nani bendi, hawa bendi ni kucheza tu, ni step tu zile wamezichukua kwa wasanii wa Bongo Flava na nini, na ndio tunaoyashangilia. Tukimaliza kushangilia, wakati wa neno ni kulala usingizi, ni kupiga miayo, ni kutoka nje, watoto ni vilio na nini, kwa sababu hakuna wingu likija hadi watoto wananyamaza.